Ndugu wapendwa, tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Sherehe ya kupaa Bwana mbinguni ni kilele cha sherehe ya Pasaka, siku ya 40 baada ya ufufuko wake. Alipaa mbinguni mbele ya mitume wake 11. Sherehe hii ilipaswa kuadhimishwa siku ya Alhamisi, lakini tunaadhimisha siku ya Dominika kwa sababu za kichungaji. Katika sherehe hii sote tunatumwa kuwa mashahidi wa matendo makuu ya Mungu hata mwisho wa nchi. Ndugu zangu katika Kristo, kupaa mbinguni ni moja ya mafundisho makuu ya imani yetu. Walipokuwa njiani, waliambatana na Yesu, lakini hawakumtambua. Walikuja kumtambua Yesu katika kuumega mkate. Wapendwa katika Kristo, tunaona wale miongoni mwa wafuasi wa Yesu walikuwa wamekata tamaa, wako njiani wanarudi katika sehemu zao za asili za kuishi, wanataka kuendelea na shughuli zao. Lakini wakiwa njiani wanaongea habari za huyu Yesu wa Nazareti, basi akajitokeza mtu mmoja akawa anauliza, akasema kwamba hivi wewe ni mgeni hapa Yerusalemu? Hujui mambo yaliyotokea? Hujui kwamba kuna mmoja walimuua na tunasikia kwamba amefufuka? Basi wameendelea kuongea zile story. Mwishoni, walipofika mwisho, wanapotaka kwenda kwao, Yesu, yule mtu aliyekuwa anaongea naye, akajifanya kana kama anataka kupitiliza. Wale wafuasi wakamwita wakasema, karibu kae na sisi. Akakaribia. Alipokaribia, basi wakamkaribisha chakula. Walipokuwa nakula chakula chao kilikuwa ni mkate, mara nyingi mkate na divai. Alipokuwa anamega ule mkate, macho yao yakafunguka kwamba ndiye Kristo. Na papo hapo wakaondoka wakaenda kuwajulisha ndugu zao. Wapendwa katika Kristo, kumbe hawa sasa wamemgundua Yesu Kristo, wamemuona Yesu Kristo. Yesu Kristo amejidhihirisha kwao katika kumega mkate. Yesu Kristo atajidhihirisha kwetu sisi pia katika Ekaristia takatifu. Tunamuona Yesu Kristo katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Tunakutana na Yesu Kristo katika kupokea Ekaristi takatifu. Wapendwa katika Kristo, licha ya kuwepo uthibitisho wa kutosha kwamba Yesu mfufuka, ameonyesha makovu yake kwamba mfufuka, ameonyesha ubavu wake, lakini bado hawaamini, wanaendelea kushangaa. Hata hivyo, walionekana kutokata tamaa na kutokusambaratika. Hata kama walikuwa ni watu wenye hofu, basi walibaki kuwa jirani na Yesu, walibaki kuwa jirani katika jumuiya yao ile, wakisali pamoja wakiwa na hofu. Ndugu zangu katika Kristo, bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, daima tutajawa na hofu. Hawa wafuasi wamejawa na hofu kwa kuwa hawajampokea bado Roho Mtakatifu. Tunaitwa kuwa mashahidi hata miisho ya ulimwengu. Luka 4:24-48. Ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Tunaitwa kutoa ushuhuda kwa mataifa. Inaweza ikaonekana kwamba ni kwa wale tu waliomshuhudia Yesu kwa macho, lakini pia kiuhalisia ushuhuda huu ni kwa kila anayesoma na kusikia neno la Mungu. Anatumwa kushuhudia ukweli wa ufufuko wa Yesu Kristo kwa mataifa yote. Pia analetea ahadi ya Baba ambaye ni Roho Mtakatifu tutakayempokea siku ya Pentekoste. Nitawaleteeni juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu
hata mvikwe uwezo utokao juu. Luka 24:49. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, ninyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata miisho ya nchi. Matendo ya Mitume 1:8. Kumbe tumeitwa kuwa mashahidi wa Yesu Kristo hata miisho ya nchi. Tunaitwa kushuhudia ukweli. Tunaitwa kutangaza makuu ya Mungu. Na makuu ya Mungu ni nini? Ni kwamba Yesu Kristo huyu tunayemwabudu ni Mungu. Yesu Kristo huyu tunayemwabudu alikufa kwa husuda. Alikufa kwa visa tu walimsingizia. Lakini Mungu Baba alimfufua. Ni Yesu Kristo huyu aliyekufa, amefufuka, leo hii anapaa mbinguni. Tumeitwa kwenda kuwa mashuhuda, kushuhudia ukweli, kushuhudia injili ya furaha. Bahati mbaya sana, mara nyingi tumekuwa badala ya kushuhudia furaha, badala ya kushuhudia ukweli wa Mungu, tumekuwa mashuhuda wa uongo. Tumekuwa mashuhuda wa umbea. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nakwambia leo pale akipita akiangusha mshumaa huu, hii habari itatokea sehemu zote. Watu wote watajua kwamba leo Father kaangusha mshumaa Pasaka bwana. Lakini kwamba tunafanya misa takatifu kila siku, tunafanya muujiza hapa Yesu anashuka, hakuna anayetangaza hilo. Kwamba tumeamka salama, hatujafa mpaka sasa, hamna anayetangaza. Ila daima shetani anatufanya midomo yetu inakuwa mashuhuda wa umbea, mashuhuda wa uovu, mashuhuda wa habari mbaya. Sijui kwa nini. Tumsifu Yesu Kristo. Hawa watoto wa St. Francis hawa kila mwaka wanakuwa wa kwanza kitaifa. Wanafanya vizuri sana watoto hawa. Hakuna anayesema, jamani, St. Francis wanafanya vizuri, wanafaulu, St. Francis big up, maua yao. Hakuna anayesema. Sasa siku mtoto mmoja atage, akipata 0 mmoja, watu watatangaza dunia nzima, St. Francis, mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Kila mwanadamu ameitwa kuwa shuhuda wa habari njema, wa habari nzuri. Tujizuie kuwa mashuhuda, tujizuie kushabikia habari mbovu. Mimi nashangaa sana. Watoto wanazaliwa pale hospitali ya Meta, hospitali Rufaa, hata hapa Keizo wanazaliwa vizuri kabisa. Hatuambii kwamba kuna mtoto amezaliwa huko, hatuambii. Ila mtu afe. Habari inaenea sana. Tuchunge midomo yetu, ipende kutangaza daima habari njema, sio habari mbovu. Ndio wito huo. Wapendwa katika Kristo, katika masomo haya na tukio zima la sherehe hii ya leo, kuna mambo mengi sana ya kujifunza, hasa katika safari yetu ya kupata uzima wa milele. Nimechagua machache. Jambo la kwanza nimechagua kujifunza, tunaitwa kuwa na subira. Subirieni hapa hadi niwaletee msaidizi, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Luka 26:49. Hata wewe pia unaambiwa kuwa usubirie, usiharakie kuanza kufanya jambo lolote bila kupata baraka. Ndugu yangu, tumeitwa kuwa watu wa subira. Usubirie baraka ya Mwenyezi Mungu kabla ya kufanya lolote. Tuombe Mwenyezi Mungu atubariki, aongoze katika shughuli zetu. Wito kuwa na subira. Vijana wa leo wana haraka sana, wanakimbilia maisha, wanaharakia maisha. Wanaona kama wazazi wao wanazembea kufa, wanataka wazazi wafe faster
ili wachukue mirathi waendelee na shughuli zao. Vijana wanaharakia maisha. Tumeitwa kuwa na subira. Vijana wanaharakia ndoa, wanafanya mambo yote ya ndoa kabla ya ndoa. Kuwa na subira, subiria, muda wako utafika. Tumeitwa kusubiria wokovu. Vijana wanaharakia miujiza. Subiri, muujiza wako utakuja kwa wakati unataka Mungu. Wapendwa katika Kristo, tunahitaji baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Hatuwezi kufanya jambo lolote bila kuwa na baraka ya Mwenyezi Mungu. Baraka ya Mwenyezi Mungu ni muhimu kupita kila kitu. Basi kumbe tunahitaji baraka za Mwenyezi Mungu. Tumeitwa kuomba baraka za Mwenyezi Mungu. Yesu akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki akajitenga nao, akainuliwa mbinguni. Luka 24:50-51. Kumbe Yesu pia kabla ya kupaa mbinguni aliwabariki. Na wale mitume hawakuanza kufanya utume wao, hawakuanza kuhubiri bila kupata baraka ya Mwenyezi Mungu. Nasi pia tuombe baraka ya Mwenyezi Mungu kabla ya kufanya lolote. Unaanza shughuli yako, sali, omba baraka za Mwenyezi Mungu. Umepata mtoto mpya, umejifungua mtoto, njoo mbariki kanisani. Una mgonjwa, omba baraka ya Mwenyezi Mungu. Unakwenda kufanya mitihani, omba baraka ya Mwenyezi Mungu. Ndio wito mkuu, baraka ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, baraka na ulinzi wa jambo lolote halali. Baraka ni kibali. Chochote tunachokipata kutoka kwenye Mwenyezi Mungu lazima tuombe baraka. Ndugu yangu, tunaitwa kuwa mashahidi wa matendo makuu ya Mungu. Mungu anapotutendea jambo lolote, kumbuka kushuhudia, kumbuka kutoa ushuhuda, na ushuhuda wetu uambatane na matendo. Tushuhudie kwa matendo. Hakuna maana mtu Mkristo Katoliki tena nasema mimi Mkatoliki bwana na mwabudu Yesu mfufuka, alafu nakuwa jizi, limbea, mwenye fujo, mchongezi. Hapana, hapo taharibu. Tushuhudie matendo makuu ya Mungu kwa wema. Maisha yetu yahubiri. Hata kama tutafunga midomo, maisha yetu yahubiri. Tunapaswa kuwa mashahidi wenye kusamehe na kuwapenda jirani zetu. Ndugu zangu katika Kristo, ushuhuda mkuu zaidi ni wa kusamehe. Yesu Kristo pale msalabani alipokuwa anakufa, alifanya pia muujiza mwingine. Alisulubiwa na vijana wawili. Kijana mmoja alikuwa mwizi na mwingine alikuwa mwema kidogo, naye pia ni mwizi lakini Dismas. Yule mwingine akasema, Yesu, kama wewe kweli unaweza, tuokoe basi. Dismas akasema, wewe, sisi tumehukumiwa kwa haki, lakini huyu hakufanya makosa kama sisi. Pale akaiba wokovu, akasema, Yesu, nikumbuke bwana. Yesu akasema, hamna shida, leo hii utakuwa na mimi mbinguni. Akatangaza msamaha pale. Wapendwa, tunapaswa kuilinda na kutetea imani yetu katika Kristo mfufuka na kutangaza neno la Mungu bila uoga wowote. Ndugu yangu katika Kristo, tunaitwa sisi sote kuwa wanyenyekevu na kuwajali watu wa chini. Nisikilize vizuri. Sikiliza vizuri. Tunaitwa kuwa wanyenyekevu na kuwajali watu wa chini. Najua huu ulimwengu sijui ukoje. Daima watu wanaoheshimika mitaani ni wale wasomi, wanaopiga suti kali, wenye madigrii yao. Lakini kuna watu wa chini ambao ndio wanafanya dunia iende. Watu hao tunawadharau sana. Mfano hapa, hata uwe profesa, uwe nani, uwe degree, uwe form 3, form 4, sijui unapata unakuwa kwanza kitaifa, unasali kwenye kanisa hili. Ili kanisa fundi alijenga ili kanisa hili.
Unadhani alikuwa ana degree? Ni mtu wa kawaida kabisa. Ni watu wa kawaida kabisa wamejenga kanisa. Haya mabenchi tuliokalia haya wametengeneza watu wa kawaida kabisa kabisa. Tunapoenda kule hospitalini kule, wanaotufulia nguo zetu ni watu wa kawaida kabisa kabisa. Ukienda sokoni pale, wanaotuuzia mchicha nini, wanaotuuzia nyama buchani kule, ni watu wa kawaida ambao huhitaji kuwa na degree. Kimsingi wapendwa katika Kristo, watu wanaofanya dunia iende na wanatufanya sisi sote tuweze kuwa watu wenye furaha hapa Tanzania, hapa ulimwenguni, ni watu wa kawaida. Hata ukiwa na shida unaenda gereji kule, unakutana na fundi wa kawaida kabisa. Pengine la 7, lakini ndio huyo fundi anafanya gari lako liweze kwenda. Unaenda kupata huduma unakutana na watu wa kawaida kabisa. Wapendwa katika Kristo, naomba nielewe ninachokwambia hiki siku ya leo. Wanaofanya dunia iende ni watu wanyenyekevu, watu wa kawaida. Lakini wanaoleta vurugu duniani, wanaoangusha ulimwengu wetu, kimsingi ni wasomi. Tumsifu Yesu Kristo. I'm very sorry to speak this, but this is the truth. Wanaoleta vurugu duniani ni wasomi. Wanaotuibia hela zetu mpaka deni la taifa linakuwa kubwa ni wasomi. Wanaokula rushwa kubwa huko wapi? Ni wasomi. Wanaoiba nekta, wanaiba mitihani, ni wasomi. Wanaofoji vyeti ni wasomi. Wanaochakachua mambo mbalimbali ulimwenguni hapa ni wasomi. Wapendwa katika Kristo, basi chukua hatua. Kama wewe ni msomi, uwe msomi mwenye kuleta maendeleo ulimwenguni. Usiwe msomi mwenye kuleta vurugu duniani. Katika ndoa, ninyi wanandoa, msikize vizuri. Wanandoa, sikizeni vizuri. Hiyo ndoa yako inaenda kwa kuwa mwenzako anakuvumilia. Sio kwamba hajui ujinga wako unaofanya. Sio kwamba haelewi vurugu zako, anakufahamu A to Z, anakuvumilia tu. Basi na wewe unavumiliwa, unafanya ujinga wako huko nje, usidhani kwa mwenzako hakujui. Mwenzako anakuelewa, anakuvumilia tu. Kwa hiyo mstai mwenzako, usidhani kama ni mjinga, anakuvumilia tu. Chukua wakati kujirekebisha. Tumsifu Yesu Kristo.